Wakati tunaanza mfumo wa vikoba actually tulianza na kikundi kimoja, lakini sasa hivi tuna vikundi zaidi ya 200 ambavyo tunavyovisimamia. Na vikundi hivi vilianza na mtaji tu kidogo. Nakumbuka kikundi cha kwanza ambacho tumeanza nacho, it was like kama walikuwa wana turnover ya milioni 8-10 hivi kwa mwaka. Lakini sasa hivi tunaangalia mtaji ambao umeshatengenezwa kwenye hivi vikundi ni zaidi ya bilioni 2 zimeshatengenezwa kwenye hivi vikundi ambavyo tunavyovisimamia. Na mikopo ambayo imetolewa ni mikopo mikubwa sana sasa hivi kwenye vikundi ambavyo tunavyovisimamia. Watu wanaweza kukopa mpaka milioni 50 kwenye kikundi kimoja, milioni 50, milioni 60. Lakini tulianza kwa kukopesha 500,000, 300,000, milioni. Lakini sasa hivi vikundi ambavyo tunavyovisimamia vinatoa mikopo mpaka milioni 50, milioni 60. Na basically tunaangalia sana kukuza biashara, tunaangalia sana kusaidia watu kuweza kutimiza ndoto zao na malengo yao. Hicho ndio kitu kikubwa tunachokiangalia kwetu sisi. Lakini sisi kama taasisi ya Yemko Vikoba Tanzania, ambao kwa sasa tunafanya kazi Dar es Salaam kama makao makuu, lakini pia tunafanya kazi mikoa mingine yote hapa Tanzania, tuna vikundi na ikiwemo Zanzibar. Bila baraza la uwezeshaji sisi tusingeweza kufika hapa tulipofika. Tunamshukuru sana Mama Ben Isa. Mama Ben Isa amekuwa kiongozi, moja ya viongozi ambao wametulea sisi kama taasisi ya Yemko Vikoba kuanzia tupo wadogo kabisa mpaka sasa hivi ambapo tumekuwa wakubwa. Yemko Vikoba tumebadilisha maisha ya watu wengi sana. Kuna watu walikuwa hawana nyumba, wamemiliki manyumba. Kuna watu walikuwa biashara zao ni ndogo, lakini leo biashara zao zimekuwa kubwa. Kuna watu walikuwa hawana magari na ndoto zao zilikuwa ni kumiliki magari, lakini leo wameweza kumiliki magari kutokea kwenye mfumo wa vikoba, ambao ni mfumo ulikuwa unaonekana ni wa kawaida kabisa. Vingine vinafikia wana mitaji ya kufika hata milioni 300, 400 milioni. Wana hela nyingi kwa kweli, wana vikundi. Na kila mwanachama anaweza akawa na hisa kama 300,000, lakini wapo pia wale wenye viwango vidogo. Kwa mfano kuna vikundi kadhaa ninavyovikumbuka ambavyo viko Dar es Salaam. Kimoja kimefunga kikiwa kina wamegawana wastani wa milioni 5 kwa kila mwanachama, ikiwa ni pamoja na akiba zao pamoja na faida walizopata kwa kipindi cha miezi 18 ambayo wamewekeza. Kwa hiyo vikundi vina hela nyingi. Faida ya kujiunga, kwanza niseme tu faida ya kujiunga kwenye vikundi hivi vya CMGs ni kubwa sana, kwa sababu kwenye vikundi wanajamii wanapata fursa ya kuweka akiba, yani kupata huduma za kifedha. Kwa hiyo wanaweka akiba kwa njia rahisi kabisa katika maeneo ambayo wanayoishi bila kusumbuka kwenda kutafuta benki ilipo au kwenda kwa wakala. Na wanapata elimu ya huduma ndogo, huduma ya fedha ambayo ni tunaita financial literacy. Wanapata elimu ya namna ya kukopeshana na nini, lakini pia tunawafundisha elimu ya ujasiriamali na mbinu za biashara. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa hawajui namna ya kufanya biashara, tunawajengea uwezo, wanajua namna ya kufanya biashara na namna ya kutunza fedha zao na kujiletea maendeleo endelevu kwenye familia zao. Wengi wameweza kujenga nyumba akiwa hawana nyumba za kuishi, lakini wamesomesha watoto mpaka vyuo vikuu, na wengine hata kwa kupeleka kwa gharama za kulipia shule ambazo wanazipenda wao. Tumeweza kusaidia wanajamii wengi, kwa sababu kwenye mifumo hii ya vikoba, VSLA na vikoba, kokoba na kadhalika, kuna mfuko wa afya. Kwa kutumia mfuko wa afya, wana vikundi wameweza kujihudumia kiafya kwenye familia, lakini wengine tumewaelekeza wameweza kulipia bima, kadi za bima ya afya kwa ajili ya familia zao. Wameweza kuboresha shughuli za kiuchumi. Kwa mfano, wengi wameweza kuboresha shughuli za kilimo, wameweza ufugaji. Tuna vikundi mpaka kwenye kanda ya ziwa huko, ziwa Victoria, tuna vikundi vya wavuvi ambao wameweza kununua zile appropriate fishing gears, yani
zana ambazo zinakubalika katika uvuvi badala ya kutumia zana au uvuvi haramu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kuna maendeleo mengi makubwa, lakini utulivu wa kijamii ni kwamba jamii, wale wanachama walio kwenye vikundi ambao wanapata huduma nzuri ya fedha wanaachana na matendo maovu. Ni kwamba wanaweza wakajitegemea sasa badala ya kuanza kufanya vitendo vya ukabaji watu na nini. Kwa hiyo vikundi hivi vimetengeneza amani, harmony kwenye jamii. Na hata familia, ndugu waandishi wa habari, familia zimetulia. Utakuta magomvi yamepungua kwenye nyumba. Kama nyumba 2-3 ukienda utakuta kuna wanavikoba huko. Kwa hiyo utakuta wamama ambao walikuwa hasa tegemezi sasa hivi nao wanaweza kutengeneza hela wenyewe na wanasaidia, wanachangia katika masuala ya maendeleo ya familia. Kwa hizo faida ziko nyingi sana. Nyingi sana. Tunatekeleza. Mina Mkilindi na Evelyn Shayo ni wanufaika wa vikoba ambavyo vinasimamiwa na Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi chini ya uhamasishaji wa vikundi vya huduma ndogo za kifedha. Hapa wanaeleza changamoto walizokutana nazo wakati wakiwa kwenye vikoba vya mtaani ambavyo haviko chini ya baraza. Nilikuwa nina kikoba ambacho ni cha mtaani, kilikuwa kinasumbua. Kwa hiyo baadaye watu wakawa wanakopa, hawalipi, wanaondoka na pesa. Kwa hiyo tukawa tunapata hasara. Lakini baada ya kujiunga na Sevede, nikaona ni kikundi ambacho ni kizuri kwa sababu hata tukikopeshana watu wanarejesha kwa wakati, mnaziona hela kwa wakati, ukitaka kukopa unakopa kwa wakati. Tofauti na kikundi kilichokuwa nyuma, ulikuwa mtu ukitaka kukopa, yani unaweza ukakaa hata mwezi mbele, miezi miwili ndio uweze kuja kukopa. Kwa sababu hakuna pesa kutokana na wanaokopa hawarejeshi kwa wakati. Lakini Sevede, wanachama walioko kwenye kikundi cha Sevede wanarejesha kwa wakati na hata mtu akitaka mkopo anapata kwa wakati. Kwanza kabisa, mafunzo tunayoyapata tukiwa Sevede kupitia mwalimu wetu Evans Chipindi ni kuwa na nidhamu ya pesa. Kwa sababu unapokuwa na nidhamu ya pesa inasaidia. Kwanza mtu unaweza ukakopa pesa ukaipeleka sehemu nyingine tofauti na biashara. Ukipeleka tofauti na biashara ina maana kwamba kwenye marejesho lazima utasumbua. Na ukiwa na ile nidhamu ya pesa, umekopa ile pesa kwa nia kuweka kwenye biashara, inatakiwa uweke kwenye biashara. Kwa sababu usipoweka kwenye biashara ina maana kwenye marejesho utasumbua. Kwa hiyo kikubwa tumeambiwa tuwe na nidhamu ya pesa. Na usiwe na tamaa labda kuona mtu kachukua milioni 10, labda na mimi ngoja nimuige nichukue milioni 10, lakini wewe huna pa kuzipeleka. Basi kwa sababu umemwona fulani kachukua milioni 10 na wewe unataka kuchukua milioni 10 kama fulani. Ndio hapo baadaye marejesho yanakuja kusumbua kwa sababu huna nidhamu ya ile milioni 10 ulioichukua. Faida ninazozipata kwenye kikundi changu ambacho kipo Sevede, kwanza kabisa tunagonga hisa, tunawekeza kwa kugonga hisa kidogo kidogo, and then tunakopeshana, na baadaye tunakopeshana tunarejesha. Faida ninazozipata, kwanza kabisa nimeboresha biashara yangu. Mimi nafanya biashara ya mtumba, naagiza mabeli Nairobi na kuja nauza. Faida ninayoipata, kwanza nimenunua kiwanja, hicho cha kwanza kabisa. Vingine ni na watoto 2 na walipia ada kupitia hichi kikundi chetu cha Sevede. Na kikundi chetu tulikuwa tunakiongoza mtaani, tulikuwa tujajiunga na Sevede. Ila tuliamua kujiunga na Sevede kwa sababu tuligundua uwaga ndio sehemu salama. Usalama wake ni nini? Elimu yao wanaotupa na uongozi wao. Wanatuongoza vizuri sana. Na ndio maana tukaamua kujiunga na kikundi. Mkiwa mtaani kule viongozi wanajua kabisa hamna mtu ambaye anayewasimamia waongoze. Kwa hiyo wanafanya vitu wanavyojua wao. Na vikundi vingi vinakufa kwa sababu hiyo.
wanajimilikisha viongozi wenyewe kwa wenyewe. Mnaweza mkaambiwa hela yenu iko sehemu salama, mkajua hela iko benki, kumbe hela haijaenda benki, viongozi wanazungusha hela. Siku ya siku mnaenda kucheki akaunti haina hela, walishazitumia. Na mnaweza mkawa tayari sawa wanachama, mnatakiwa kuingia katika mikopo, mnashindwa kuingia kwenye mikopo mkapata hela hazipo. Wanazungusha hela wao kwa wao wenyewe. Matokeo yake ndio ile, hata kurudisha zile hela hawawezi, unajikuta kikundi hakina hela. Lakini mkiwa hapa at least hata viongozi wale wataogopa, kwa sababu mtatakiwa kila baada ya miezi mitatu mtafunga mahesabu yenu. Mkifunga mahesabu mtachukua balance ya benki, hapo ndo mnapata uhakika wanachama kama hela yenu iko kweli sehemu salama. Na biashara yangu mwenyewe ninayomiliki mwenyewe mimi kama mimi, na eneo langu ninalomiliki mimi mwenyewe kama mimi nililolipata kwenye kikoba. Mtazamaji, bila shaka umejionea namna serikali inavyotekeleza sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi kupitia misaada na miongozo ya elimu bora za huduma ndogo za kifedha kwa wananchi wake. Hivyo ni mwito mkuu kwako mwananchi kuangalia umuhimu wa kujiunga na vikoba kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi, na pindi utakapojiunga hakikisha kikundi hicho cha kuweka na kukopa kimesajiliwa na kutambulika na wahamasishaji wa vikundi vya huduma ndogo za kifedha ambao nao wanatambulika na Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Tunatekeleza hadi wakati mwingine.